Kuna namna tatu ya kuelewa neno la Mungu. Namna ya kwanza ni kwa kusikia kwa kichwa chako, kwa masikio yako. Unasikia, unaelewa, unafahamu ninazungumzia nini. Namna ya pili, lile neno unalielewa kwenye moyo wako ama kwenye nafsi yako. Na ukilielewa kwenye nafsi yako, lile neno linabadilisha nia yako. Nia ni namna ya kufikiri. Alafu inabadilisha hisia zako. Alafu inabadilisha utashi wako. Utashi ni namna ya kufanya maamuzi. Na neno la Mungu likishabadilisha hivyo vitu vitatu kwenye moyo wako ama kwenye nafsi yako, namna ya tatu ya kulielewa neno la Mungu ni kuliishi. Maana yake kuanzia hapo kishalielewa ndani ya moyo wako, unaanza kuliishi neno la Mungu. Usiku wa leo ninaomba kwa jina la Yesu mtu mmoja akasikie kwa masikio yake. Ninaomba akaelewe kwenye moyo wake, alafu akaende kuliishi ile neno la leo. Amen. Kuna ambao wanaelewa. Kuna ambao wanaelewa. Amen. Mtumishi wa Mungu wakati tunaongea naye akaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba ukaongee, ukazungumze kuhusiana na kibali. Kwa hiyo nitakufundisha kuhusiana na kibali. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tena moja kwa moja kwa dakika hizi ambazo tuko nazo, kibali ni matokeo ya neema. Kibali ni matokeo ya neema, ama kibali ni mtoto wa neema. Huwezi kuzungumzia kibali kabla hujazungumzia neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tunapozungumzia neema ya Mungu, tunazungumzia upendeleo ama zawadi ambayo Mungu ametupa. Na neema iko ya namna mbili. Kuna neema ya kawaida ambayo hiyo watu wote wanayo, waliookoka na wasiookoka wako nayo. Ni neema ambayo Mungu ameachilia kwa watu wote. Hiyo haiokoi ila ina lengo. Haiokoi ila ina lengo. Anapoachilia hiyo neema kwa watu wote, inawavuta hao watu wamjue Mungu, wamhofu Mungu. Kwamba mtu anaona mimi maisha yangu yako hivi, lakini kwa nini Mungu ananibariki? Kwa nini Mungu ananyesha mvua kwa ajili yangu? Kwa kuna neema hiyo ya kwanza ambayo ni ya kawaida kabisa ya watu wote, ambayo hiyo haiokoi yenyewe ila ina lengo ndani yake. Haleluya. Na ukisoma nafikiri Mathayo 5:45, labda unaweza kanisomea Mathayo 5:45. Yes. Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Anzia juu kidogo. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako, ndio, na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunaelewa kwamba Mungu anawawashia jua wote, wema na waovu. Anawanyeshea mvua wote, wenye haki na wasio haki. Nataka nikueleweshe kitu kimoja ambacho natamani sana ukielewe. Ujue kwamba sio wote ambao wamefanikiwa, yaani watu ambao hawajaokoka, kufanikiwa kwao sio wote ambao wanatumia nguvu za giza. Kuna neema na kibali ambacho Mungu anakiachilia kwa watu wote, kwa sababu hawa watu wote ni watu wa Mungu na wameumbwa na yeye mwenyewe. Kwa hiyo anajukumu Mungu mwenyewe ya kuwatunza watu wake aliowaumba kwenye ulimwengu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya kukosa maarifa na kukosa kujua, wengi wanahamia sasa kutafuta mali, utajiri kwa njia ambayo sio ile ambayo Mungu aliwawekea wapate utajiri na wapate mali. Ndio unakuta sasa kuna watu wengine sasa wanatumia nguvu za giza kupata mali. Wengine wanatumia vitu vya ajabu kupata mali. Wengine wanaua, wengine wanaiba ili wapate mali, lakini sio njia ambayo Mungu aliweka kwa kila mwanadamu ili apate mali kwayo, ila kuna njia na kuna neema na kuna kibali cha watu wote ambacho Mungu amekiachilia kwa watu wote waliookoka na wasiookoka ili wafanikiwe, na anawafanikisha Mungu mwenyewe. Ukisoma Mhubiri 9, nafikiri 9:11, nasemaje? Mhubiri 9:11. Inasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, Yes. wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati na bahati huwapata wote, waliokoka na wasiokoka, wote. Bwana Yesu apewe sifa. So watu ambao sasa hawamjui Mungu, ambao hawajaokoka, niseme hivyo, Mungu ameweka namna ya kuwafanikisha kama nilivyosema, na wanafanikiwa kwa wakati na bahati. Na huo wakati na bahati ni Mungu ameandaa, ameweka kwa ajili ya kila mtu ili afanikiwe kwa huo wakati. Na huo wakati huaga haudumu. Yaani unafikaga huo wakati unafanikiwa, alafu ukishafanikiwa huo wakati unapita. Sasa ukishapita huo wakati, Mungu ategemei urudi kuwa maskini tena. Huo wakati ukishapita, Mungu ategemei uwe maskini tena. Huo wakati ukipita, Mungu anategemea kile ulichokipata na ambacho kimekufanikisha ukitunze, kiendelee kukufanikisha siku zote. Lakini wengi kwa kutokujua, sasa wakati wao umefika na bahati yao imefika, wanafanikiwa, alafu wanatumia ule wakati wao wa kufanikiwa vibaya. Alafu akishatumia vibaya, wakati ukipita, wakati unapita pamoja na mafanikio yao. Hujakutana na watu wanakuambia, mimi nilikuwaga na hela, nilikuwaga na mali, lakini nilitumia wakati wangu vibaya mpaka leo niko hivi nilivyo. Na kwa sababu ya kutokujua kwao, wanatumia mali zao na mafanikio yao kwa ajili yao wao wenyewe. Ni tofauti sana na mtu wa Mungu ambaye ameokoka. Nitaizungumzia hii baada ya hii. Haleluya. Kwa sababu ya kutokujua kwao, wanajikuta wametumia mali kwa ajili yao na kwa ajili ya anasa za dunia. Alafu wakati unapopita, unapita na mafanikio yao na utajiri wao ambao Mungu aliwawekea kwa wakati wao. Ndio maana mimi huwa nasema, wakati ambapo Mungu amekufanikisha, kuwa makini sana. Wakati wako ukifika kufanikiwa, usidharau watu uliokuwa nao. Usidharau watu wako, ishi na watu vizuri, kwa sababu wakati utakapopita, wale watu ndo watasaidia usustain pale ulipo tena. Lakini ukiishi vibaya na watu kwa wakati ule ambao Mungu amekufanikisha, ukipita, wale watu nao wanaondoka, kwa sababu hukuwatendea kwa busara na hekima wakati wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Sasa twende kwenye neema nyingine. Neema ya pili ni neema iokoayo. Ni neema iokoayo. Ni neema iokoayo.
ni neema iokoayo. Hii neema nafikiri kwenye hivi ni Yohana, Mathayo. Yohana 1:17. Nataka nisomea. Inasema, kwa kuwa torati ililetwa kwa mkono wa Musa, sawa? Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hapo tu. So hii tunaita neema iokoayo, ama neema maalum, ama special sana. Neema iokoayo. Anasema kibali hakiwezi kutokea kabla neema haijakufundisha namna ya kuishi kwanza maisha ya kiasi. Anasema pale haki na utauwa. Anaposema kiasi ni namna ya kujitawala wewe. Unaweza kujitawala. Yaani vitu vinakuja, unajua uamue nini, hiki naamua ni hiki, tena unaamua kwa usahihi. Tena anaposema kiasi, hii ni tunda la Roho Mtakatifu mwenyewe. Watu ambao hawajaokoka huwa hawana kiasi. Ndio maana watakushangaa, wewe unawezaje kuishi una kiasi? Wewe unawezaje kuishi una kiasi? Alafu anazungumzia haki, alafu anazungumzia utauwa. Anapozungumzia haki anazungumzia uadilifu. Yaani wewe upo ofisi moja na watu ambao hawajaokoka na unawahi kazini vizuri, unafanya shughuli zako kwa wakati, unafanya mambo yako kwa wakati. Hivyo vitu vinakutengenezea wewe kibali kwenye ofisi yako. Alafu ukiishi maisha ya kiasi, haki na utauwa, unakuwa una attract uwepo wa Mungu kwenye maisha yako wakati wote.